nikamfadhilisha yeye katika bara na katika bahari, kisha nikampa yeye riziki ambayo kwamba ni mzuri ili iweze kumpatia yeye nguvu. Ndugu zangu, neno la leo ningependa kumzungumzia mwanadamu. Angalia ndugu yako, umwangalie vile alivyoumbwa. Mwenyezi Mungu anasema lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tumemuumba mwanadamu katika umbile ambalo kwamba ni zuri, umbile ambalo kwamba limenyooka sawa. Angalia ndugu yako namna alivyoumbwa, umpe mkono, umwambie Mungu anakupenda, ndio maana akakuumba namna ulivyo. Mungu amekupenda. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa yuko anamuumba mwanadamu, alimtukuza kwa viumbe vyote, akamtukuza kutoka kwa malaika. Akawaambia malaika, wa idh kulna lil malaikati inni ja'alun fil ardi halifa qalu atajalu fiha man yusrifu fiha wasfiku dima. Ilipokuwa Mungu ataka kutuumba sisi, aliwaita malaika. Mwenyezi Mungu ako na uwezo wa kufanya kila kitu, lakini hakutaka kuonyesha hivyo. Alitaka kuonyesha kwamba kila jambo tunalofanya tuwe tunashauriana. Ndio maana akawaita malaika, akawaambia malaika, mimi nataka kumuumba mwanadamu. Tumwangalie malaika alimjibu nini Mwenyezi Mungu. Alimwambia Mwenyezi Mungu, atajalu fiha man yufsidu fiha wasfiku dima. Je, wewe Mwenyezi Mungu unataka kuumba mtu ambaye kwamba atakwenda kuwa mfisadi katika ardhi? Maneno ya ukweli, sisi ni wafisadi. Wasfiku dima, kisha kuona umba mtu ambaye kwamba atakwenda amwage damu katika ardhi. Mwenyezi Mungu akamwangalia malaika, akamwambia wa nahnu nusabbihu laka, na sisi umetuumba kila siku tunakushukuru, kila siku tunakuomba. Malaika wameumbwa katika ibada pekee yake. Sasa namuuliza Mungu, ni kwa nini unataka kuumba kiumbe mwingine ambaye kwamba atakwenda kuleta uharibifu katika ardhi, atakwenda kumwaga damu katika ardhi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi najua yale ambayo kwamba nyinyi malaika hamujui. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumba baba yetu Adam alayhi salam. Adam na sisi nasi na Hawa tukatokea, sote tukiangalia tunafanana. Ukikata damu yako ni nyekundu kama yangu, uko na macho mawili kama yangu, kila kitu tunafanana, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba ametuumba makabila tofauti tofauti, watu tofauti tofauti, ili tupate kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo umeamka unaona it's your right to see. No, hiyo ni favor Mungu amekupa. Leo umeamka umesimama, unaona kama ni kitu cha kawaida. Kuna mtu ambaye kwamba tangu azaliwe hajawahi kusimama kwa miguu yake miwili, na hujawahi kuketi siku moja ukamwambia Mwenyezi Mungu, asante kwa kunijalia tu nuru ya kuona. Unaona ni kitu cha kawaida kutembea, kitu cha kawaida kuona, kitu cha kawaida kuinua mkono na kula chakula. Si kitu cha kawaida, ni uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi leo wamelala hospitali? Ndugu zangu, tuangalieni, Mwenyezi Mungu anatupenda. Ndio maana akatuamrisha mambo mengine na akatukataza mambo mengine. Mwenyezi Mungu ametuamrisha sisi tule vitu ambavyo kwamba ni vizuri, tuepuke hivyo kama ni vibaya. Tuangalie mambo yote ambayo kwamba Mungu ametuambia tufanye ni mazuri kwetu. Mwenyezi Mungu anasema kuleni vyakula ambavyo kwamba ni vizuri wanadamu. Akatuletea katika ardhi, kukatimbuka kukamea mahindi, kukatimbuka kukamea maragwe. Akatujalia katika bahari kukawa kuna samaki tunaruhusiwa kula. Akatujalia katika ardhi kuna wanyama tunaruhusiwa kula. Lakini kana al-insanu akthara shay'in jadala, mwanadamu ni mtu ambaye kwamba ni mshindani, anapenda kuargue katika kila kitu. Hata siku ya kufa akifufuliwa, akiambiwa wewe ulikwenda katika show ukaiba simu ya mtu na aliba, na bado atakataa. Na hapo ni mbele ya Mungu, na mwanadamu atakataa, atamwambia Mungu si mimi. Mwenyezi Mungu anasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ikifika hiyo siku mwanadamu, hii mdomo unaongea mingi, Mungu atafunga, ataambia mdomo nyamaza, viungo ongea. Mguu utaanza kuongea, useme ni kweli mimi nilitoa step, nikajipia mwenyewe by the center quick match, nikatoka nikaenda nikachukua mkono wote, mimi nilibeba na mimi nikapeleka kwa mtu mwingine. Alafu anaambiwa je, mdomo anasemaje? Mdomo anasema sasa wewe umefikiri umetuuza sote, kwani kwa mbona nitengea peke yangu? Tunaenda sote kwa pamoja, teamwork. Askari ndio inafikia hapo. Mdomo sasa unaambia sio mimi nitatoka peke yangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia tena kwamba enyi wanadamu,
msikurubie vilevi, msikurubie zina. Ametukataza haya maneno. Angalia katika ulevi faida inayopatikana ni gani? Lakini majority ya askari tumezama katika ulevi. Unapata askari anajiua, askari anaua mke wake, askari anaua girlfriend yake kwa sababu ya stress. Pesa ikutosha kununua chakula, wewe unaongeza na ulevi juu. Umeacha watoto nyumbani wanahangaika, umeacha bibi nyumbani anahangaika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukataza, ana sababu yake. Mwenyezi Mungu anakuambia usizini. Ukitaka oa, kwanza kwa Uislamu tukaambiwa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba wa in khiftum la ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna la ta'ulu. Mwenyezi Mungu amesema kama huwezi basi oweni wanawake 2, 3, 4. Ukiwa wewe ni muoga, oa mmoja.